na kusalimu mara nyingine katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mbele ya yote nitake kukushukuru wewe ambaye unajipatia muda wa kuweza kufungua channel yetu na kuweza kutufuatilia. Mungu akubariki kwa kuweza kulike, kucomment na kushare na kusubscribe. Mungu akubariki kwa hiyo. Basi ni muda mzuri ambapo tunataka kujifunza maneno ya Mungu, na kwa muda kama na huu ndakuomba ya kuwa ibe muda kidogo ili usikie hile ambayo Mungu anataka kunena na wewe aiza na sisi. Basi kabla ya yote, acha tutangulize programu hii mikononi mwa Bwana. Baba Mungu, mfalme wa mbingu na nchi, niko hapa mimi mtumishi mdogo ambao umenichagua kuweza kutangaza injili kwa mataifa wote ulimwenguni. Nahitaji ya kuwa neema yako iwe pamoja nami ninapoanza kipindi hiki, na huyu ndugu ambaye anataka kufuatilia. Mungu mubariki mahali pote alipo. Neema ya neno iwe pamoja naye. Uwe masikio ya roho ili asikie hili ambalo nataka kunena naye na kunena na sisi vile vile. Basi neema yako na pendo lako pamoja nasi mwanzo hadi mwisho. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti aliyeshinda kifo na kaburi, naomba na kushukuru. Amen. Karibu ndugu mpendwa. Leo tuna mada ambayo tutazungumzia kuhusu Yesu Kristo ni nani na kwa nini alikuja duniani. Yesu Kristo ni nani na kwa nini alikuja duniani? Kwanza, kwenye introduction utaandika ya kuwa somo hili lina vipengele vitatu. Kipengele cha kwanza tutajua Yesu Kristo ni nani. Kipengele cha pili tutajua kwa nini Yesu alikuja duniani, na kipengele cha tatu tutajua umuhimu wa Yesu Kristo maishani kwetu. Ni kwa nini Yesu Kristo ni muhimu maishani kwako, maishani kwangu, aiza kwetu sote. Mungu akubariki pale ambapo naona comments, naona unaanza kushare, naona unaanza kusubscribe account yetu. Mungu akubariki kwa hiyo. Basi tuende kwenye pointi ya kwanza. Kwa nini Yesu Kristo ni nani? Pointi ya kwanza, Yesu Kristo ni nani? Tutakuwa katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Yohana sura ile ya kwanza mstari wake wa kwanza hadi ule wa 14. Lakini mimi sitakuchosha, nitasoma tu Yohana sura ile ya kwanza mstari wake wa kwanza hadi 3, alafu nitaruka tena kwa mstari ule wa 14. Tusome pamoja kwa pendo la Bwana wetu Yesu Kristo. John chapter 1 verse 1 up to 3 inasema hivi kwa Kiswahili bora: hapo mwanzo palikuwapo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. 3, yote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye akikufanyika chochote. 14, naye neno akafanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Yohana anafafanua vizuri. Yohana anasema hivi ya kuwa hapo mwanzo palikuwepo neno. Ndio Yohana anasema na huyo neno alikaa kwa Mungu. Kisha naendelea kusema na huyo neno alikuwa ni Mungu. Alafu kwa sura yake ya 3 anasema ya kuwa vyote vilifanyika kwa huyo neno. Nasema ya kuwa pasipo huyo neno hakuna kitu ambacho
kilichofanyika. Kwa hiyo vyote vilivyofanyika, vyote vilivyoumbwa vilifanyika kwa huyo neno. Alafu kwa 14 anamalizia kusema ya kuwa naye neno akafanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake. Tukaona utukufu wake, utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba. Aliyekaa kwetu ni Yesu Kristo. Sasa turudi nyuma kidogo kwa sura ya kwanza mstari ule wa kwanza. Anasema huyu Yesu Kristo kabla ajaja kwetu alikuwa ni neno. Yeye hapo mwanzo alikuwa ni neno, na huyu neno alikaa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Yaani identity ya Yesu Kristo ya kwanza ni neno. Jesus is the word. The second identity of Jesus ni Mungu. Sababu Yohana anasema ya kuwa alikaa kwa Mungu, vile vile hakukaa tu kwa Mungu, lakini alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo Yesu Kristo ni Mungu. Kisha kwa mstari wa 3 anaendelea kusema ya kuwa eti vyote vilifanyika kwa huyo neno. So identity ya Yesu Kristo ya 3 ni muumbaji. Kama vyote vilifanyika kwa huyo neno, yaani alikuwa ni muumbaji, yaani alikuwa naumba. Kwa hiyo Yesu Kristo ni muumbaji, is a creator. The second identity of Jesus Christ is a creator. Yesu Kristo ni muumbaji. Tukienda kwa sura yake ya kwanza mstari ule wa 14, nasema naye neno akafanyika mwili. Tuishie hapa, neno akafanyika mwili. Tukiona mwili, mara moja tunaona presence ya mwanadamu ama mtu. Ni mtu ndo ana mwili, lakini Mungu hana mwili. Mungu ni roho. Ndio maana maandiko nasema ya kuwa Mungu ni roho, nao wamwabuduo wanamwabudu katika roho na kweli. Lakini wakati huyo neno alikuja kwetu, akafanyika kuwa mwili, akavaa mwili, yaani akawa mwanadamu kama na sisi. Kwa hiyo identity ya 4 ya Yesu Kristo ni mwanadamu, ni mwili, alifanyika kuwa mwili. Kwa hiyo ni mwanadamu, ni mwanadamu kama wewe, ni mwanadamu 100%. Lakini ingawaje ni mwanadamu, yeye alikuwa kwanza ni neno. Baada ya kuwa neno, akawa vile vile ni Mungu. Yesu Kristo neno, Yesu Kristo Mungu, Yesu Kristo muumbaji, Yesu Kristo mwanadamu 100%. Kwa hiyo tunaona identity kama 4 ya Yesu Kristo. Yesu Kristo kama vile neno, Yesu Kristo kama vile Mungu, Yesu Kristo muumbaji, na Yesu Kristo kama vile mwanadamu. Tukishuka kwenye Mathayo sura yake ya kwanza na mstari ule wa 21. Mathayo sura yake ya kwanza mstari ule wa 21. Matthew chapter 1 verse 21 inasema hivi: naye atamzaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu. Yeye ndiye atakaye waokoa watu wake na dhambi zao. Maana ya jina Yesu Kristo ni mwokozi. Kama mtu ataitwa Yesu, yaani yeye ni mwokozi. Kwa hiyo Yesu Kristo alipewa jina ya Yesu Kristo sababu yeye ni mwokozi. Maana ya jina Yesu Kristo Kiebrania ni mwokozi. Kwa hiyo identity ya namba 5
ama ya 5 ya Yesu Kristo, yeye ni Mwokozi. Yesu Kristo ni Mwokozi. Ndio maana alikuja kutufia ili achukue dhambi za ulimwengu. Akakubali kuvuliwa nguo, akakubali kupigwa, akakubali kufanyiwa vyote ambavyo alivyofanyiwa ili sisi tupate kuokolewa. Kwa hiyo Yesu Kristo ni Mwokozi, ni Mwokozi wangu, Mwokozi wako, Mwokozi wa ulimwengu. Tukienda kwenye Mathayo hiyo Matthew chapter 1 verse 23, ama Mathayo sura yake ya sura ule wa kwanza mstari wa 23, nasema hivi: tazama, bikira atachukua mimba, naye atamzaa mwana, nao watamwita jina lake Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Hapa hivi Yesu anakuwa na jina lingine, anakuwa na jina la Emmanuel. Maana ya jina Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo identity ya 6 ya Yesu Kristo, ama anwani ya 6 ya Yesu Kristo, yeye ni Emmanuel. Na Emmanuel yaani ni Mungu pamoja nasi, Mungu pamoja na wanadamu. Ndio maana Yohana huku hivi anasema kwenye sura yake hii ya kwanza na mstari wa 14 ya kuwa naye neno akafanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu. Yaani huyu neno alipofanyika mwili akawa kwetu, ndo hii sasa Emmanuel. Emmanuel yaani Mungu pamoja nasi, Mungu pamoja na wanadamu. Kwa hiyo ndio anwani ya Yesu Kristo. Huyo ndo Yesu Kristo ambaye tunayemwabudu, ndo identity ya Yesu Kristo hiyo. Tunaenda sasa kwa pointi ya pili. Kwa nini Yesu Kristo alikuja duniani? Je, Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya kuoa? Sababu wengine wao wanasema yeye alikufa bila kuoa. Je, ni mission aliyokujia duniani kuoa? Je, Yesu Kristo alikuja ili afufue wafu? Je, Yesu Kristo alikuja ili aponye wagonjwa? Je, Yesu Kristo alikuja ili afanye miracles? Je, Yesu Kristo alikuja ili afungue makanisa? Je, Yesu Kristo alikuja ili asaidie yatima, wajane na wasiojiweza? Tutajua hapa. Tutakuwa katika kitabu hichi ama Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Yohana sura ile ya 3 mstari wa 16. Yohana sura yake ya 3 mstari wa 16, ama John chapter 3 verse 16. Sema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hii ndo imefanya ya kuwa Yesu Kristo aje duniani. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye pekee. Kwanza Yesu Kristo kuja duniani ni sababu Mungu aliupenda ulimwengu, sababu Mungu alitupenda. Baada ya Mungu kutupenda, akaona ajumlishe upendo ambayo uko ndani mwake kwa watu. Kwa hiyo akafanyaje? Akamtoa mwanaye pekee. Kwa kujumlisha ule upendo ambao uko ndani mwake kwa watu, ikabidi amtoe mwanaye pekee. Na wakati alimtoa mwanaye pekee, inasema hivi: akaja duniani ili kila mtu amwaminie asipotee. Baada ya mwanaye kuja duniani, objective ya huyo mwana kuja duniani ni ili kila mtu amwaminie asipotee. Alikuja ili watu wamwamini, na wale ambao watakao mwamini wasipotee, bali wawe na uzima wa milele.
Wakati unamwamini Yesu Kristo, hautapotea bali utakuwa na uzima wa milele. Kwa hiyo Yesu amekuja duniani kwa ajili ya vitu 3 muhimu. Kitu cha kwanza, kwa sababu ya kutupenda. Yesu amekuja duniani sababu sisi tulipendwa na Mungu, sababu ya upendo wa Mungu kwa ulimwengu. Jambo ya pili ambayo limfanya Yesu anakuja duniani ni kutuokoa kutoka dhambini, ni kutuokoa kutoka katika dhambi, kutuokoa na dhambi. Hiyo ndio kitu ambacho kimfanya Yesu anakuja duniani. Jambo ya tatu, kutupa uzima wa milele. Tupatia uzima wa milele, tuishi pamoja na Baba, tufurahi pamoja na Mungu, usiwe tena kifo, usiwe mauti. Utaandika hivi ya kuwa Yesu akuja kwa ajili ya dini, Yesu akuja kwa ajili ya kanisa, Yesu akuja kwa ajili ya wale ambao tayari wameshakumpokea, wale ambao wameshakumjua, lakini alikuja kwa wale ambao hawakumjua wala kumfahamu, wale ambao kujua kuwa Mungu yupo. Yesu alikuja kwa ajili ya kila mmoja, lakini akuja kwa ajili ya dini fulani, ili sisi ambao tutakaompokea tupate kuokolewa na tuwe na huo uzima wa milele. Pointi ya 3, hivi kama Yesu ametufia na amekuja ili tuwe na uzima wa milele, kwa nini sasa Yesu ni muhimu kwetu? Ama kwa nini Yesu ni muhimu katika maisha yako? Kwa nini Yesu Kristo ni muhimu? Jambo ya kwanza, tukisoma katika Yohana sura ule wa 14 na mstari wa 6, inasema ya kuwa Yesu akawaambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba bila kupita kwangu mimi. Kwa hiyo kama Yesu Kristo ni njia, Yesu Kristo ni muhimu kwetu. Sababu ya kwanza, sababu yeye ni njia ya kwenda mbinguni. Yesu Kristo ni muhimu kwako sababu yeye ni njia ya kwenda mbinguni. Wengine wote wanaweza kudanganya, wanaweza kupatia vitu vya duniani, wanaweza kupatia utajiri wa duniani, lakini hawana mlango wa kupeleka mbinguni, aidha kufikisha kwa Baba. Watu wengi wanaweza kufanyia mazuri, lakini hawana njia ya kupeleka mbinguni isipokuwa kumwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo ni muhimu kwetu sababu yeye ni njia ya kutupeleka mbinguni. Yeye ndio njia ya kweli ya kutupeleka kwa Baba ama mbinguni. Jambo ya pili, sababu ndani mwake njo muna uzima wa milele. Sababu ndani ya Yesu Kristo ndimo mna uzima wa milele. Yesu Kristo ni muhimu kwetu sababu ndani mwake ndimo mna uzima wa milele. Hakuna uzima nje ya Yesu Kristo. Hakuna uzima sijui kwa pesa haina uzima, sijui umaarufu duniani hauna uzima ndani mwake, lakini ndani ya Yesu Kristo ndimo mna uzima wa milele. Ndio maana Yesu Kristo ni muhimu. Ukimchagua Yesu Kristo, ujue ya kuwa ni muhimu kwa maisha yako, sababu ndani mwake ndimo mna uzima wa milele, ndimo mna kila kitu. Yeye ndiye uzima. Kama una Yesu, unaweza kuwa ndani ya dini, unaweza kuwa na dini, lakini hiyo dini haitakupeleka popote. Hamna uzima ndani mwake. Bila Yesu Kristo kuna juhudi, lakini hakuna wokovu. Kuna watu wana juhudi ya kwenda kwa waganga, ya kwenda huku na huku, ya kutafuta hivi, kutafuta sijui maisha, kutafuta umaarufu wa dunia, kujulikana, sijui kufanya hiki na hiki, lakini vile vyote bila Yesu Kristo, juhudi zote zile ni bure, sababu havitakupeleka popote. Lakini Yesu Kristo ndio njia ya kweli, njia ya uzima, njia itupae uzima wa milele, njia ambaye itakayo kutufikisha huko mbinguni kwa Baba. Basi Mungu akubariki wewe ambaye umeanza kufuatilia mwanzo hadi mwisho. Share, subscribe, comment na uweze hata vile vile kulike. Mungu akubariki sana. God bless you everyone wherever you are.